hapa Dodoma kwa miezi mitatu zaidi ya bilioni 2, na tunategemea kupanua wigo. Tumeongea na mkuu wa mkoa Dodoma kutumia fursa ya uwepo wa benki hapa mkoa kwenda kwenye wilaya kuongeza thamani, kutengeneza wine kwa kutumia zabibu. Kuna zile cottage za ndogo za nyumbani, na kuangalia modo ambayo benki hii itachagiza ujumuishi wa kifedha kwenye wilaya zile ambazo kuna takwimu za umaskini ili kuondoa umaskini kwa Tanzania. Mheshimiwa na tawili kama tulivyokuambia technically umeunganisha kule ukumbini, utasalimiana na matawi ya mikoani na mawakala walioko mikoani online ambao tayari imeshaanza operation. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako tuelekee pale kwa ajili ya kumalizia tukio la mwisho alafu ukumbini. Sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakuja hapa. Naomba viongozi wote mtasimama pale upande ule wa ambako yuko katibu mkuu. Viongozi wote simameni pale isipokuwa Mheshimiwa Rais atakuja upande huu wa kulia pamoja na Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya maelezo mafupi ili tukio hili la huduma ya ATM liweze kufanikiwa. Mheshimiwa Waziri, karibu tena. Asante. Mheshimiwa Rais, hapa utafanya zoezi la kuchomeka hii sample ya ATM ambayo itakuonyesha na itafungua rasmi, kwa sababu huduma vile vile za kibenki, maana yake hapa una launch rasmi huduma za kibenki. Lakini kama inavyoonekana hii ramani hivi sasa, matawi kama yanavyoonekana kwenye hiyo rangi ya kijani, haya mengine yote ni vyama vikuu vya ushirika. Kwa hiyo in terms of network, hii benki inaanza na matawi 4 na network ya vyama vikuu 55. Kwa hiyo wakulima wote, LATCU, KTCU, sisi kote kuanzia pamba, tumbaku, korosho, kote wana uwezo sasa hivi ya kufungua account, kudeposit na kuwithdraw. Na sasa hivi tuko kwenye process ya kuanzisha Coop Insurance Company ambayo itakuwa owned na ushirika na benki yao na strategy, kwa sababu sasa hivi tukienda kukopa kwa kina Majidi na kina Ruth na kina nani, kuna component ya insurance. Ile hela wanakula wao faida. Kwa hiyo tunataka ibaki ndani ya cycle ya ushirika. Tunataka ibaki ndani ya, na wao tunawakaribisha kuwa shareholder. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, karibu tuweze kwenda, tunaweka pale. Naam, sasa anapewa ile kadi ya ATM na anaenda kuweka. Hili tukio muhimu sana. Tutaona matokeo yake ile huduma itakapokwenda, nasi tutashangilia sana. Ili uweze kuona vizuri, Mheshimiwa Rais anahuduma kidogo. Ngoja tuone huduma zinazokwenda. Ilikuwa ndoto iliyoanza kwa changamoto nyingi za kibenki, ikiwemo uhaba wa mtaji, hadi kufikia kuwa benki kamili ya kibiashara inayotoa huduma kote nchini ndani ya kipindi kifupi cha chini ya miaka 3. Benki hii ikiwa kufanya mapinduzi na mageuzi makubwa ya kuunda mtandao mpana wa kuanzia na matawi 4 ya Dodoma, Tandahimba, Tabora na Moshi, na mawakala zaidi ya 52 kote nchini, huku ikiwa imefanikiwa kukuza mtaji wake kutoka shilingi bilioni 21 hadi bilioni 58 za wanaoshirika na wawekezaji wenza, na kuwa taasisi inayoongoza kwa kukua kwa haraka katika huduma za kifedha kidijitali, mageuzi katika kutoa huduma za kibenki za kawaida hadi benki ya kidijitali inayotoa huduma kama Co-op Pesa, Co-op Internet Banking, Co-op Wakala na nyinginezo, ikiwa na maono ya kuwafikia wateja zaidi ya milioni 10 kwa kutoa huduma za kifedha za kipekee na jumuishi. Ndoto ya kihistoria tangu na kabla ya uhuru. Sasa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameitimiza. Asante sana mama. Hii makofi mengi kabisa kwa kila Mtanzania. Co-op Bank. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa tunakuomba pate picha moja tu na wafanyakazi, na wale ambao viongozi waliokata utepe ndio wasimame kule kushoto na kulia kama ilivyokuwa kwenye zoezi la kata utepe. Ni picha na wafanyakazi tu, wengine wote tafadhali tubaki kama tulivyo. Cha kwanza na wafanyakazi,
Naomba mawaziri kama tulivyokaa kule, kama tulivyokata utepe. Baada ya hapo itakuwa mawaziri peke yao na Mheshimiwa Rais, halafu atabaki naam. Naomba abaki Mheshimiwa Rais tu na wafanyakazi. Nani ashuke sasa hapo? Sasa hapo mimi sielewi tena. Meneja amepewa heshima na MD. Jamani, furahi kama wanavyofurahi. Makofi mengi jamani, tuwashangilie tu. Ni heshima kubwa kabisa. Asante sana. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Sasa unaweza ukaendelea na majukumu yale kule kwenye ukumbi wa Jakaya. Kwa niwaombe wote na nawaambia fanyeni kazi vizuri, mtawi vizuri na matokeo yawe mazuri. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakushukuru sana sana. Nakushukuru sana kwa kazi kubwa umefanya katika taifa letu, na leo Tanzania imeingia kwenye historia kwamba ushirika unazidi kupewa heshima yake kama ilivyokuwa kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Maana wengine sisi Mheshimiwa Rais tulianza kufanya kazi kwenye vyama vya ushirika, Central Region Cooperative Union and the like. Ni heshima kubwa kabisa kabisa kwamba leo makao makuu umezidi tena kuyang'arisha kwamba kuwepo kwa benki hii kuongeza kwa huduma na ni moja ya vigezo muhimu makao makuu. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nami nikinena kama mmoja wa wakazi hapa, tunakushukuru sana na kwa niaba ya wazee wote, Mungu akubariki sana. Sasa Mheshimiwa Rais anaelekea ukumbi wa Jakaya. Kwako Shabani Kisu, endeleza gurudumu huko, nami huku na malizia mambo yaliyobakia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiingia sasa kwenye gari lake tayari kuelekea kule Jakaya Kikwete Convention Center, tayari kwa kuendeleza ile ratiba ambayo imejumuisha mambo mengi ikiwemo hotuba mbalimbali pamoja na kukata utepe, mambo mbalimbali, lakini pia kupiga picha. Hakika huko nasikia ukumbi umefurika. Kwako Shabani Kisu, endelea. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wewe ndo unatudai mama. Na mwaka huu tutakulipa deni lako. Mwaka huu tutakulipa Mama Samia. Mwaka huu tutakulipa deni lako. Mwaka huu tutakulipa Mama Samia. Alikuwa jaribio zuri. Haya, asante sana kwa kutuheshimu. Naomba tukae, tutapata maelekezo ya kusimama kati anaingia. Asanteni sana. Naomba tupige makofi, tuangalie kama yako mengi. Makofi tafadhali. Kumbe mpo. Sasa shida inakuwa wapi? Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewasili. Ndiye huyu anateremka na atapata nafasi ya kutembelea mabanda. Mheshimiwa Rais, karibu katika mabanda ya maonyesho ya taasisi mbalimbali zilizoshiriki katika hafla hii ya uzinduzi wa Benki ya Ushirika Tanzania. Na kwa kuanzia tutaanza na banda hili la kampuni ya Craft Silicon ambao ni wafadhili wa shughuli hii. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mzuri sana Mheshimiwa Rais, karibu sana kwa banda letu la Craft Silicon. Sisi ndio wahusika wakuu kwenye upande wa teknolojia kwenye ushirika, Benki ya Ushirika ya Tanzania. Tunashukuru sana kwa kuwa tumehusika kwenye mpangilio ambapo tumewezesha kuhusisha wakala, simu na pia matawi yote, kuunganisha matawi yote pamoja ili waweze kufaidisha wakulima.
Pia tuna mpangilio pia wa kushirikiana na serikali ili tuweze kuwainua wale shirika zile ndogo ndogo ili waweze kutumia mtandao mmoja pamoja na benki ya ushirika ili waweze kuinua wale vile vishirika vidogo pamoja na wakulima ili waweze kujistawisha mbeleni. Pia tunatengeneza soko la kiteknolojia where wanaweza pia kuuza mazao yao. Ili waweze pia kufikisha kuhusisha watu mbalimbali ambapo si hapa peke yake, Tanzania mzima, ili waweze kuinua watu wote wa Tanzania. Tunaelewa kwamba wakulima ndio uti wa mgongo. Pia tunataka kuna teknolojia ya tunaita akili bandia, ambayo akili bandia tunaweza pia kuhusisha simu na mkulima anaweza uliza maswali ambapo simu tayari kulingana na zile products zipo pale anaweza kujibu. Kwa mfano, habari gani? Habari ya leo. Mpaka sasa tuko na matawi Dodoma, Moshi, Tandahimba na Tabora. Tunapanga kufungua matawi zaidi ili kuwahudumia wateja wengi zaidi na kuimarisha huduma zetu za kidijitali. Ningependa kujua salio liliko kwa mkopo wangu. Sawa Kamal, ofa yako ya kuuza hisa imewekwa sokoni. Tutakujulisha mara tu mnunuzi atakapopatikana. Ukihitaji chochote kingine niambie. Ningependa kujua salio lilipo kwa mkopo wangu. Kwa sasa salio lililopo kwenye mkopo wako ni 559.20 baada ya kulipa sehemu ya mkopo. Ikiwa na maswali mengine niambie. Okay, ningependa kujua malipo yanayotarajiwa kutokana na mikopo iliyopo kwangu. Malipo unayotarajiwa kwa mkopo wako ni 7559.20. Kwa mwezi malipo yako yanayofuata ni tarehe 27 mwezi huu. Kama kuna mengine unahitaji niambie. Asante sana. Kwa sababu sasa kwa hayo pia tunaweza kuwezesha wale wakulima ambapo wanataka products zozote kutokana na benki waweze kusaidika walipo popote. Asante. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa.
vikuu tumbaku viko vitatu: SONAMCU, CHUTCU na WETCU, na chama cha kokoa kiko chama cha KIEKU. Kwa hiyo tutaviongelea vyote. Sasa haya ni madaraja ya tumbaku ambapo tuna daraja la bei ya juu kabisa na mpaka daraja la bei ya chini. Hii ni aina ya tumbaku ya mvuke ambayo inalimwa katika mikoa zaidi ya 8 Tanzania, na uzalishaji kwa sasa hivi tunakaribia milioni 200. Kwa hiyo imetufanya tuwe nafasi ya pili Afrika kwa uzalishaji wa tumbaku. Na kwa mwaka uliopita tuliathiriwa kidogo na mvua, tukapata kilo milioni 110, lakini mwaka huu tunatarajia tutapata zaidi kwenye milioni 180, na wakulima wetu wameboresha pia ubora, ndio maana unaweza kaona tumbaku hizo ubora wa hali ya juu. Lakini Mheshimiwa Rais, pia kuhusu upande wa kukinga misitu, mwaka juzi tulisaini mkataba na STAMICO hapa wa kutengeneza Rafiki Briquettes. Wameshapaua jengo tulilowapa kama WETCU, na tayari wataingiza mitambo pale ili tutumie Rafiki Briquettes kwa ajili ya kukausha tumbaku, kupunguza matumizi ya kuni. Na upande wa KIEKU hapa niseme kwamba nao ni watu wa kokoa ambao pia bei yao iko juu sasa hivi, ni shilingi za Tanzania 32 kwa kilo walipata mwaka jana, na uzalishaji kwa ujumla umefikia kwenye kilo kilo milioni 9 za kokoa. Average price ya mwaka ni $2 tuliopanga ni $2 na senti 10 kwa tumbaku ya mvuke, lakini mwaka jana mauzo tulifikia $2.3, na upande wa mkoa wa Mara ambao wamemaliza masoko wamepata $2 na senti 50. Ina maana wamevuka bei ya wastani wa $2 na senti 10. Kwa hiyo tunatarajia kwamba msimu utakapoanza, masoko umeshaanza upande wa magharibi, pia tunatarajia kupata wastani mzuri zaidi, labda zaidi ya hiyo $2.5 ambao wamepata wenzetu wa Mara. Asante sana Mheshimiwa Rais, karibu katika banda lingine. Na Mheshimiwa Rais, karibu katika banda la vyama vikuu viwili, chama kikuu cha KAKU cha Kahama, lakini na chama kikuu cha Igembesabo cha Nzega. Chama kikuu cha KAKU, sisi ni wazalishaji wa zao la pamba, ambapo tunazalisha pamba tulileta leo hii kuionyesha. Hii ni pamba mbegu, lakini pia tunamiliki kiwanda ambacho baada ya kununua pamba mbegu hii tunazalisha pamba nyuzi pamoja na mbegu za pamba. Hii ni pamba nyuzi ambayo tumeshaitoa kwenye mbegu, lakini hizi ni mbegu ambazo tunazalisha. Mwaka jana tumeweza kununua pamba mbegu hii na kuwalipa wakulima malipo ya pili kiasi cha shilingi milioni 180 tumewalipa wakulima kama malipo ya pili. Lakini kwa kuliona hilo, tumeanzisha kiwanda cha kukamua mafuta ili kuzichakata hizi mbegu tuweze kuzalisha zaidi mapato ya kuwarudishia wakulima kama malipo ya pili. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi tunauza hizi mbegu kwa wanunuzi wenye viwanda. Mfano mwaka jana tumeuza shilingi 800 kwa kilo. Sabuni na mkaa. Sasa sisi kwa kuliona hilo tukaanzisha kiwanda cha kukamua mafuta ili kumwezesha mkulima huyu kupata zaidi malipo ya pili kutokana na mauzo ya mafuta, nyuzi pamoja na bidhaa zingine. Wenzetu wa Igembesabo pia wanashughulika na kilimo cha dengu na choroko, ambapo mazao yote haya yanapita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala ghalani. Ndio, karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, baada ya kupita mfumo wa stakabadhi ghalani tunaona bei nzuri imepanda na wakulima wamefurahia kweli. Asante sana. Mheshimiwa Rais, karibu katika banda hili la vyama vya ushirika vya wazalishaji wa kahawa. Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Domitian Kigunia, ni meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika KDCU Karagwe kilichopo Kagera. Karibu kwenye banda letu la vyama vya ushirika vya wazalishaji wa kahawa. Tupo KDCU, KNCU na WAMACO. Vyama hivi huzalisha kahawa tofauti kulingana na jiografia. Kwa KDCU nazalisha Robusta, KNCU na WAMACO wanazalisha Arabica. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru wewe binafsi na serikali yako unayoiongoza kwa sera nzuri katika zao letu la
ambayo wakulima wanafurahia bei. Mfano, kwa miaka mitatu iliyopita kwa kahawa iliyozalishwa kutoka Kagera ilikuwa inauzwa 1,200, lakini tunashuhudia sasa hivi bei imepanda mpaka 6,500. Ndiyo Mheshimiwa Rais, 6,500 Mheshimiwa Rais. Kwa kahawa ya KNCU ambayo ni Arabica ilitoka kwenye bei ya 5,000 mpaka sasa 12,000. Ndio, kwa kahawa ya Wamaku imetoka 5,000 mpaka sasa hivi 6,500. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunakushukuru, na sisi kama vyama pia vya ushirika kuelekea uzinduzi wa benki ya ushirika tumejipanga benki yetu kuitumia vizuri. Tumejipanga kama KDCU kukopa bilioni 3 kuanza utaratibu, KNCU wamejipanga kukopa bilioni 5 na Wamaku bilioni 10. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mheshimiwa Rais, karibu katika banda hili la wazalishaji wa mazao mbalimbali ikiwemo korosho. Mheshimiwa Rais, naitwa Mohamed Nasoro Mwinguku, ni meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika Tandaimba Newala Cooperative Union. Pamoja nami nina viongozi wangu ambao ni mwenyekiti wangu wa bodi ya TANEPU pamoja na mwenyekiti wangu wa bodi ya chama kikuu cha ushirika Runali, ndugu Odas Mpunga. Mheshimiwa Rais, hapa nchini kuna vyama kadhaa 6 vinavyosimamia zao la korosho hapa nchini. Vyama hivyo kuna TANECU, MAMCU, Runali, Jeni Mwambao, Korepu pamoja na TAMA. Lakini leo hii hapo mbele yako kuna vyama vya ushirika vitatu ambavyo ni TANECU, Runali pamoja na Korepu kutoka mkoa wa Pwani. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa nikukaribishe ili uweze kujionea shughuli zinazofanya na wakulima wako kupitia vyama vikuu vya ushirika vya korosho hapa nchini. Tumekuwa tukitekeleza mambo mbalimbali. Mheshimiwa Rais, jambo mojawapo ni ujenzi wa viwanda vya kuchakata mazao ya wakulima ili kuongeza thamani za mazao na kuweza kuleta tija ili kuweza kufikia azima serikali yako ya kuinua kipato na maisha ya wakulima wa hali ya chini. Kama unavyoona mbele yako Mheshimiwa Rais, tumeweka pale kiwanda cha kubangua korosho kinachomilikiwa na wakulima wa Tandaimba na Newala ambacho kilifunguliwa na kijana wako Hussein Mohamed Bashe, waziri wa kilimo, tarehe 1 mwezi wa 10 2024 Mogo wilayani Newala. Kiwanda hicho Mheshimiwa Rais ni moja kati ya viwanda 20 tulivyopanga kuvijenga Tandaimba na Newala. Kama nakumbuka ukiwa ziarani mkoani Mtwara ulizungumzia uboreshaji wa thamani ya mazao ya wakulima. Kwa tumeanza kutekeleza kwa vitendo. Hicho kiwanda kimekamilika na tumekwishaanza kupeleka nje korosho zilizobanguliwa tani 15 nchini Uturuki. Na tunaendelea kubangua. Na leo hii tutakukabidhi baadaye angalau vijana wako wataiba zawadi ya korosho ili uweze kwenda kujiridhisha ukiwa mezani kwa unapata chakula korosho zinazotoka kwenye kiwanda kinachomilikiwa na wakulima kwa 100%. Lakini mwisho kabisa Mheshimiwa Rais, wakulima wale wa korosho wanakushukuru sana 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 kwa kuwaletea pembejeo za kilimo za kutosha. Mheshimiwa Rais, uzalishaji umepanda sana. Hivi ninavyozungumza kwa msimu uliomalizika tumezalisha korosho tani 500,020 kutoka tani 315,000 msimu wa mwaka jana. Kwa mfano kwa upande wa TANECU tumetoka tani 74,000 msimu uliomalizika hadi tani 100,024. Lakini vile vile hata bei imeimarika sana. Kwa mfano TANECU peke yake wakulima mpokea zaidi ya shilingi bilioni 398 kutoka katika mauzo ya korosho kutokana na usimamizi wako, utashi na utayari wako Mheshimiwa Rais wa kuendelea kuwasaidia wakulima. Kwa nikukaribishe sana sana sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hapa vile vile Mheshimiwa Rais kuna kina mama kutoka mkoa wa Pwani ambao wanazalisha bidhaa za mwani.
lakini na hawa ambao wana viwanda vya kuchakata mafuta Tukihitaji tunapeleka mzigo wetu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, karibu benki shirika ambayo ndio hapa kwa siku ya leo. Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye la benki ya ushirika Tanzania. Mheshimiwa Rais, sisi hatuna mengi sana. Tuna mambo mengi sana. Kwanza tunakushukuru kwa kutuzindulia benki yetu, lakini pili tunakushukuru sana wewe kuwa mdau mkubwa kuhakikisha kwamba tunatimiza ndoto ambayo ilikuwa uwekezaji wako kisha leo. Lakini la tatu, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru pia wewe mwanahisa wetu, na tunaamini sasa wewe kuwa mwanahisa hautotuacha, lazima utaitumia, maana tofauti ya benki yetu na wengine, wanahisa wetu ndio wateja wetu. Lakini mwisho, Mheshimiwa, najua mengi utayapata kule ndani, naomba nikupe salamu yetu. Tukisema CoBank Mheshimiwa Rais, tumedhamini shirika kuhakikisha kwamba tunawafikia Watanzania wote hasa vijijini. Tuongeze ujumuishi wa fedha wala kufikisha 50%. Asante sana na karibu sana katika benki ya ushirika. Mheshimiwa Rais, karibu katika la COPRA, taasisi ya kilimo. Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye banda la COPRA. COPRA ni taasisi ya umma iliyo chini ya Wizara ya Kilimo ambayo tunasimamia mazao ambayo kwa muda mrefu yalikuwa hayana msimamizi. Haya mazao yote yalikuwa yameachwa na yanahitaji msimamizi kuhakikisha kwamba yanasimama imara ili kutimiza ile azma yetu ya kuhakikisha lakini tunafanya kazi kwa karibu sana na taasisi nyingine za umma. Kwa hiyo niko hapa na bodi ya usimamizi stakabadhi ghalani, niko na soko la bidhaa Tanzania ambalo tunalitumia sana katika kuhakikisha tuna reach kwenye ulimwengu. Wote tunafanya kazi kwa pamoja. Mheshimiwa, kazi kubwa tunazofanya COPRA ni kuhakikisha haya mazao ambayo ni takriban zaidi ya mazao 100 yanapata usimamizi kuanzia shambani. Tuhakikishe kile wakulima wanacholima kina ubora, lakini uhifadhi wake, lakini kubwa kuliko yote ni kuhakikisha tunaenda kufikia masoko tukipeleka bidhaa ambazo ubora na tuweze kutimiza ile ahadi yako ya kuhakikisha tunaenda kulisha dunia. Mheshimiwa Rais, zaidi ya yote wakulima na sisi wote tunakushukuru sana kwa juhudi nyingi ambazo unaendelea kuweka kwenye kilimo. Kwani leo wakulima kwa kupitia mifumo hii rasmi tunaona wanafurahia kupata masoko makubwa kwenye mazao ambayo tumeyaingiza kama mbaazi, kama kakao, kama ufuta, lakini hata mwaka soko ambayo tulianza kuuza kwenye mikoa ya kanda ya Ziwa, bei kwa ukiangalia takriban 800, wakulima wanafurahia kupata bei shilingi 1,500, 1,500 na ziada. Kwa kweli haya ni mafanikio makubwa na tunakushukuru wewe kwa sababu ni juhudi zako. Asante sana Mheshimiwa Rais. Fanyeni kazi kilimo, fanyeni kazi tukue. Asante. Mheshimiwa Rais, na banda la mwisho katika onyesho ni banda hili kutoka SACCOT. Karibu banda la AGCOT. Kama ulivyoagiza tuende kwenye shoroba nyingine zaidi ya ile ya SACCOT. Sasa hivi tumeongeza shoroba zingine 3 na badala ya SACCOT inajulikana kama AGCOT na jana ilizinduliwa. Mheshimiwa Rais, kwenye SACCOT corridors, kwenye AGCOT tuna corridor zile 3 imeongezeka. Ile ya chini inaitwa Mtwara corridor, alafu katikati kuna Central corridor na ile ya manjano pale ni Northern corridor. Yes, Northern corridor. Ndio. Kuna Mtwara corridor, SACCOT corridor,
Central Corridor na Northern Corridor. Ndio. Yes. Na Mheshimiwa Rais, hii inatokana na mifumo iliyoko kusudi tuweze kuzalisha mazao yanayotakiwa kwenye eneo linalohusika. Faida ambayo imepatikana kwenye corridor ya SAGCOT, tuna uwekezaji wa sekta binafsi ambao haupungui dola bilioni 1.3, lakini uwekezaji wa serikali ni mkubwa sana. Tunakushukuru sana, ni dola bilioni 2.5 kwenye miundombinu ya barabara, umeme na hali kadhalika. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo limefanyika ni serikali kufanya kazi karibu na sekta binafsi. Ule uwekezaji wa sekta binafsi umewezekana kwa sababu ya ukaribu, hususan viongozi wa mikoa, wilaya na mpaka kwenye vijiji. Uzoefu huo ndio ambao tunaupeleka kwenye maeneo mengine. Tunashukuru sana Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo kwa msaada huo na ushirikiano ambao umetolewa. Hapa ni mfano tu wa bidhaa ambazo tunazalisha kwenye corridor. Huyu ni mwekezaji mkubwa, huyu ni mwekezaji wa kati tulimkuza from the scratch, na huyu ni mwekezaji mdogo. Access wakati tunaanza naye alikuwa anachakata kama lita 12,000 kwa siku. Sasa hivi amefikisha lita 400,000. Na kwa mara ya kwanza Tanzania tuna maziwa ya unga ambayo yanatengenezwa Tanzania. Huyu mwekezaji huyu ni huyu binti anaitwa Raha. Wewe ulimkabidhi hundi ya milioni 20 katika yale milioni ya Wizara ya Kilimo kusaidia BBT. Ni sehemu ya mfano wa vijana wanaofanya kazi ndani ya BBT. Tumemlea, sasa hivi anapeleka miche ya nyanya katika mikoa yote ya Tanzania. Anazalisha miche kwenye vitalu 5. Na kutokana na hiyo sasa hivi ameanza kupata oda kutoka Malawi na Kenya. Kwa hiyo sasa hivi tunamclassify kama tayari amekuwa ni mwekezaji wa kati. Na hapa ni bidhaa za viungo, na huyu kijana anaitwa Getaroma. Kampuni yao inanunua viungo kwenye mikoa kama 4 na sasa hivi wanasambaza nchi nzima. Na walianza from the scratch, lakini huu ni mfano wa namna ambavyo unawasaidia vijana kwenye sekta ya kilimo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Bashe kupitia kazi anayofanya kwenye BBT, lakini vile vile wafanyakazi wote kwenye sekta na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais. Mfano huyu binti Raha, initially SAGCOT walimpa hela kidogo na wakamsaidia. Ulivyotoa 20 million shilling akaenda akaexpand shamba lake. Sasa hizi anaajiri pale shambani Morogoro karibu vijana 30 na ameshalipa deni 100%. Hadaiwi hata 100 na mfuko wa pembejeo. Na leo na sasa akaleta application ya kuomba 100 million kwa ajili ya kuweza kuscale out shughuli anazozifanya. Kwa hiyo tumemwomba Kirenga, baada ya kuwa wamefanya vizuri kwenye SAGCOT, ulivyotoa maelekezo ya Agricultural Growth Corridor, chini ya ATO, yeye atakuwa coordinator pamoja na TARI, watakuwa chini ya ATO, Agricultural Transformation Office, ili serikali ipate fursa ya kupitisha budget line. Kwa sababu kesho na kesho kutwa tukimpelekea SAGCOT peke yake, CAG atakuja na mambo. Kwa hiyo hawaangaliaji matokeo, wanaangalia mchakato ulikosewa. Kwa hiyo sasa ili tusipate hizo kesi, kwa hiyo yeye atakuwa chini ya ATO kama coordinator chini ya wizara. Kwa hiyo budget line ya ATO ndio itakayo facilitate Agricultural Growth Corridor. Umeuliza kwa nini Central ni kubwa. Ulitoa maelekezo maji ya Ziwa Victoria yafike Dodoma. Kwa hiyo sasa hivi imeshatangazwa tenda ya feasibility study na detail. Inatoka Lake Tanganyika na Lake Victoria mpaka Dodoma. Kwa hiyo ndio maana ile belt imekuwa kubwa kuliko maeneo mengine. Hiyo pia itakwenda kufanya ile grid ya maji kwa upande ule kwa zoni hiyo. Yeah. Okay, asante. Umesurvive kidogo kidogo, sasa hivi umekuwa. Na hii vile vile ni kazi ya baraza. Yeah. Vizuri vijana. Rais, na huu ndio mwisho wa maonyesho. Karibu kwa pili ya shughuli yetu. Ndugu zangu, kihistoria, vyama vya ushirika nchini vimekuwa na mchango mkubwa kwa nchi yetu. Vilisaidia kipindi cha kudai uhuru. Vyama hivi vya ushirika vilitoa mchango mkubwa kwenye maendeleo ya wananchi vijijini na vilisaidia kutoa viongozi wa awamu ya kwanza. Tunataka kurudisha hadhi ya ushirika nchini. Ushirika uendeshwe kisasa, uwekezaji ufanywe kitaalamu,
ukiwa na lengo la kumnufaisha moja kwa moja mwana ushirika. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi inaanza sasa. Kwa kuwa tuna rais aliyoko madarakani anayekuwa na utashi wa kisiasa na utayari wa kutoa fedha za umma kusaidia sekta za uzalishaji, kilimo, mifugo na uvuvi, anything is possible kama watu wa ushirika watakubali kubadilika. Historia ya ushirika nchini Tanzania ilianza mwaka 1925 wakati wakulima wa Kilimanjaro walipoanzisha chama cha wakulima wa asili wa Kilimanjaro kwa lengo la kunufaika na faida ya biashara ya mazao yao. Mwaka 1925 ndipo kilianzishwa chama cha kwanza cha ushirika, kinaitwa Kilimanjaro Native Cooperative Society. Lakini baadaye vilianza vyama vingine vya ushirika. Kwa mfano, Bukoba Cooperative Union kule Ruvuma walianzisha cooperative inaitwa Ngoni Matengo Cooperative Union. Kulikuwa na Rungwe Cooperative Union. Kubwa kuliko zote ndiyo iliyokuja kuanzishwa inaitwa Victoria Federation of Cooperative Unions. Vyama vyote hivi vya ushirika vilitoa mchango mkubwa sana wakati wa mapambano ya kudai uhuru wa Tanganyika. Na baadhi ya viongozi wa vyama hivi vya ushirika pia wakawa viongozi maarufu wa chama cha TANU, yani Tanganyika African National Union, na kuijenga Tanganyika. Mwaka 1976 serikali ilifuta vyama vikuu vya ushirika. Sababu yake kubwa iliyofanya vikafutwa ni ubadhirifu. Ikafika mahala ikaonekana vina madeni ambayo hayawezi kulipika. Benki ya ushirika ilikuwepo. Sasa benki ile ikabidi iunganishwe na benki inaitwa TRDB, Tanzania Rural and Cooperative Bank, ambayo baadaye ilikuja kuwa CRDB, Cooperative and Rural Development Bank. CRDB ikawa sasa imeenda kibiashara zaidi. Ikawa kwamba vyama vya ushirika vinaenda kukopa tu hapa na pale, lakini havana muangalizi anayevijua kwa undani na anaweza kuviamini. 1980 ndio mara ya kwanza kuwa mbunge. Baada ya miaka miwili rais akaniteua nikawa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu. Sheria zote za ushirika mimi ndio nilikuwa naziandaa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nilihakikisha sheria zote zimepitishwa ndani ya bunge. Zilikuwa karibuni sheria 7. Shabaha kwa kweli ilikuwa ni kuhakikisha kwamba sheria hizo zinakuwa uniform, zinasaidia ili watoke katika umaskini waingie katika maisha mazuri zaidi. Katika miaka ya 90 kulianzishwa mabenki mengi ya ushirika, ambayo zile benki zilikuwa zimejikita kwenye level ya mkoa. Kwa hiyo zile benki ndogo ndogo baadaye zilionekana kama zilikuwa zinashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu ya ile coverage, kwa maana ya kwamba soko linakuwa dogo. Mwaka 2017-18 zile benki zile ndogo ndogo za ushirika ilikuwa imebaki benki moja tu, Kilimanjaro Cooperative Bank. Na hii 2018 ilitakiwa kufungwa kwa sababu ilishindwa kujiendesha kwa mujibu wa taratibu za benki kuu. Ndoto ya kuwa na benki ya taifa ya ushirika ambayo imekuwepo tangu awamu ya kwanza ya uongozi wa nchi hii hatimaye imetimia chini ya serikali ya awamu ya 6. Mafanikio haya makubwa ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda 1030, mkakati wa serikali wa kuhakikisha sekta ya kilimo inakuwa kwa 10% kila mwaka ifikapo 2030. Kinachonisumbua ndani ya moyo wangu kubinya nguvu au jasho la mkulima. Tunataka vyama vya ushirika vikisimama, vyama vya ushirika vya Tanzania visemwe duniani kote vinamsimamia na kumtetea mwana ushirika. Tumeamua kutoa ruzuku ya pembejeo, mbolea na mambo mengine ili kuwajengea msingi wa kulima, kuwapunguzia gharama, kuwafanya walime kwa wingi, wavune papo hapo, tunawatafutia bei nzuri ili wapate kipato. Tunataka ifike pahali wakulima, vyama vya ushirika viweze kusimama vyenyewe, kununua mbolea zao, kununua pembejeo zao, kupeana ruzuku gani sijui, vyama vya ushirika vyo vimesimama. Serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mageuzi makubwa na kuongeza bajeti ya sekta ya kilimo kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2020-2021 hadi zaidi ya shilingi trilioni 1.3 mwaka 2024-2025. Hili likiwa ni ongezeko la zaidi ya 300%. Serikali ya awamu ya 6 imewekeza zaidi katika upatikanaji wa mbegu bora, pembejeo za kilimo, huduma za ugani
utafiti wa kisayansi, miundombinu ya umwagiliaji na sasa Benki ya Taifa ya Ushirika. Haya yalikuwa ni maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais kwamba lazima tuwe na National Cooperative Bank, benki ya ushirika ya taifa. Kama Benki Kuu ya Tanzania isingetoa waiver kidogo kwa benki ya ushirika ya mkoa wa Kilimanjaro na benki ya ushirika ya Tandahimba na CRDB Bank ambayo ilikuwa imezikopesha benki hizi kukubaliana na serikali kwamba lile deni walilokuwa nalo kwenye benki hizi mbili wazigeuze kuwa equity, na CRDB kukubali kutusaidia kutupatia management, na baada ya hapo hizi benki mbili kuweza turn around kwa maana ya Tandahimba na Kilimanjaro Cooperative Bank ambazo ndizo zilikuwa zimebanki, nadhani kwamba safari ingekuwa ngumu zaidi. CRDB imefanya mambo mawili makubwa. La kwanza, kuweka mtaji katika benki ile, tuliingiza bilioni 3. Pili, kuweka rasilimali watu wenye uwezo wa kusimamia benki ya Takoba KCBL, tukaingiza mtaji wa bilioni 7, tuweka na management ambayo ilisimamia benki, ikaanza kujiendesha, ikatoka kwenye hasara kwenda kwenye faida. Kwa kutambua kuwa ushirika ni nyenzo muhimu katika kukuza uchumi wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa na maono ya kimkakati ya kuleta mapinduzi makubwa ya ushirika kujiendesha kibiashara kupitia benki mwavuli wa sekta. Kama hatutafanya mabadiliko katika sekta ya kilimo katika kipindi ambacho anaongoza Rais Samia Suluhu Hassan, sijui tena haya mabadiliko tutakuja kuyapata lini. Leo tunatengeneza taasisi yetu ya fedha itakayofanya kazi na sisi wakulima kwa misingi na mazingira yetu. Na mimi nataka niwaambie wana ushirika, tunaanzisha benki hii kwa malengo mawili. Moja, kama negotiating tool na commercial banks. Lakini mbili, kama profit making. Na tutafanikiwa. Benki ya Ushirika Tanzania, Coop Bank, ilisajiliwa rasmi mwezi Mei 2024. Benki hii ni matokeo ya muungano wa Benki ya Ushirika wa Kilimanjaro, KCBL, na Benki ya Ushirika Tandahimba, TCBL. Kuna ombi ambalo mwenyekiti wa tume amelisema. Nasema ili wafikia 51%, pamoja na kwamba serikali itatoa 10% yake, bado watakuwa na gap. Hebu mama, fumba macho, wape bilioni 5. Sasa nataka kusema hizo bilioni 5 zipo, njoni mchukue. Na hii ni kwa sababu tunaharakisha ile benki iundwe kwa haraka na iweze kufanya kazi kwa haraka, ikasaidie vyama vya ushirika. Kwa hiyo imani yangu kwa benki hiyo ni kubwa mno. Mheshimiwa Rais alitualika wana ushirika Ikulu na aliwachangia shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ndoto hii ya uwepo wa benki inakuwepo, na alielekeza kwamba serikali pia iweze kuwekeza 10% ambayo inatusaidia pia kupata nafasi ya kuweza kuchagiza usimamizi wa benki. Ili tuwe na maendeleo endelevu ya vyama vya ushirika, ni lazima tuwe na chombo ambacho kina hakika kuna mtaji wa kutosha, lakini pia ndio chombo cha kuvishauri vyama vya ushirika katika uwekezaji wao, lakini utekelezaji wake kikamilifu umekuja kufanywa na serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu sasa, kwa kuwa na benki ya ushirika, ndio itakayohakikisha uendelevu wa vyama vya ushirika katika ile sehemu ya pili ya biashara na uchumi. Hii benki tumeitengeneza imekuwa ni hybrid. Iko ushirika 51%, lakini pia na serikali 10%, lakini pia na private sector 39%, ili kuweza kufanya ile thinking ya kibiashara zaidi iweze kuendesha benki. Ndani ya miaka mitatu tumekusanya zaidi ya bilioni 32. Ukiunganisha na hivi vyama vya ushirika, hii benki itazinduliwa tarehe 28 ikiwa na mtaji wa bilioni 58. Tunaanzisha benki, sio tu tuna mitaji, lakini pia tuna matawi na huduma zinaendelea. Hii dhana ya kujenga upya kwenye fuara za Mheshimiwa Rais ni pamoja na kuja na dhana hii ya ushirika, lakini pia sekta ya kilimo sasa ina mifumo ya kisasa ya kidijitali ya kusajili wakulima, kuwatambua walipo. Kwa hiyo benki inaingia ya ushirika, inakuta ushirika unaofufuka. Kwa hiyo haya ni mazingira mazuri yanayotoa matumaini makubwa kwamba benki hii inaweza ikasaidia. Hii ni benki, itaendeshwa kwa misingi ya sera na sheria za kibenki, lakini ndani itakuwa ina madirisha maalum kwa ajili ya kuwahudumia wakulima na wana ushirika. Kutakuwa kuna equity fund scheme, tutakuwa na guarantee scheme,
Benki hii itaunganishwa na infrastructure ya Agricultural Trust Fund. Deposit zote za adjectives zitakuwa katika benki hii, na tutaitumia benki hii kwa ajili ya kuwakopesha vijana na kina mama kupitia mfuko wa fedha za serikali ambazo tutaziweka katika benki hii. Itashirikiana na TADB kwa ajili ya kupata guarantee schemes. Binafsi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba ndoto hii inatimia, na mimi kama waziri naiona. Benki yenyewe kwanza nini? Rafiki kwa mkulima huyu mdogo, mfugaji mdogo, mvuvi mdogo, mlinasila mdogo, kumsaidia kumkwamua ili aweze kwenda kufanya mambo yake naye yaende. Mimi kama mwenyekiti wa TANECU na bodi yangu na management, msimu wa korosho huu uliopita tumepitishia fedha za wakulima zaidi ya bilioni 20 katika benki ya ushirika. Tunapokuwa na benki yetu inajua mawanda ya ushirika, kuna faida rukuki za mtu kukuongoza ambaye anajua mapungufu yako, mahitaji yako, unakwama wapi. CoopBank itasaidia kwa sababu inajua vipato vyetu, inajua riba zetu ambazo tunazitoa. Kwa hiyo sisi tunaweza tukapata eneo la kukopa ambalo hapo mwanzo hakuna benki ambayo tulikuwa tunaweza kukopa, kwa sababu mikopo yetu tunatoa kwa riba nafuu kuliko zile riba za kibenki. Sasa hivi benki ya ushirika wanajua kabisa kilimo ni nini. Kwa hiyo ukienda tu ukiomba mkopo milioni 200 ndani ya wiki, milioni 200 imeingia kwenye akaunti, unaenda unanunua mazao. Kupitia benki hii, hata kama mwaka huu umefeli, labda hali ya hewa au changamoto zingine zilizopita, utaweza kulima na utaboresha zaidi. Kwa vijana wengi washapata elimu kuhusu hii benki, na wengi sasa hivi tunaingia katika shughuli za kilimo, kwa sababu sehemu ya kupata mtaji, mikopo kwa ajili ya kilimo tumeipata. Benki imenisaidia sana. Nilichukua mkopo, sasa hivi kwa kweli nimekuwa hata na mimi na jina, kwa sababu umenipandisha kiwango. Kama unavyoona ninavyojivunia kama kituo hiki cha mafuta, benki ndio ilinipa mkopo mimi, ikaniwezesha nikafungua kituo hiki hapa stendi. Karibu kampuni zangu zote nimefungua akaunti hapa, mpaka akaunti ya binafsi nimefungua hapa. Tumekuwa pamoja na benki ya KCBL na hata sasa tunaona benki imekuwa. Project yetu mpya ya Serengeti tumefanya kazi pamoja nao bega kwa bega na tumefanikisha ile project, na sasa hivi inaendelea, inafanya vizuri. Tayari sisi tumeshakuwa wafalme sasa, yani tunatembea tukiwa kifua mbele. CoopBank sio benki, ni ishara ya kuzaliwa upya kwa ushirika nchini. Ni chombo cha mageuzi kinachoweka nguvu mikononi mwa wakulima, wajasiriamali, vijana na wanawake, na kugeuza ushirika kuwa daraja la maendeleo na mafanikio ya kweli. Hili ni mojawapo ya matunda ya dhamira thabiti ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kiongozi anayeamini katika uchumi jumuishi. Nadhani ikifika 2028 29 nikikaribia kurudi kwetu Kizimkazi, tutakuja kuhojiana mmefika wapi, kwa sababu hii ndiyo legacy ninayotaka kuiacha, kwamba vyama vya ushirika visimame wenyewe kwa maendeleo ya wakulima. Hatimaye historia imeandikwa na yajayo ni ushirika. Benki ya Ushirika Tanzania, uchumi jumuishi, ustawi kwa wote.